Ni once again kama kawazi, wapenzi watazamaji, ndugu zangu wapendwa, karibuni zaidi katika idara za Mr. Mbega Production kwenye mfululizo na muendelezo wa hadithi nzuri Bad Boys vs Crazy Girls. Namna hiyo katika hatua ya 6. Ngoja tukaangalie kipi ambacho kinakwenda kutokezea hata pia kujiri. 07575700 mwisho tunamalizia na 14. Na tunakuja kama hivi pale tulipoishia katika hatua iliyopita, tukaendelea mbele na kufahamu kipi ambacho kinakwenda kutokezea. Liam alimkabidhi Fiona kisanduku ambacho ye mwenyewe alikiokota. Sasa Fiona bila shaka atahisi kijana pia na yeye ameshaanza kuvutiwa na Fiona. Ngoja tuone, mambo ni mazito kweli. Mama yake na binti ambaye anaitwa Kate. Hapa ni kwao na Kate. Kate kwa sasa yupo katika shule ya boarding. Mama amemisi mtoto, amemkumbuka kweli. Hapa kuna picha za vijana wawili. Kate labda mwingine ndo yule ambaye ni marehemu kwa sasa, kama tulivyoanza na hadithi yake, binti akienda kumtembelea sehemu alipopumzika kwa amani na kumsabahi na kumsalimia pia. Huenda ni vazi la Kate, huenda moja kati ya nguo ya Kate mama anaikagua na kuiangalia. Anamisi binti yake, anamkumbuka kweli. Sasa itakuwaje? Akiwa yuko katika dimbwi zito la mawazo, anatafakari kipi atende, kipi. Kenapa? Vipi kwanza, uko salama? Anasikia sauti ikimuuliza. Anajibu ndio. Hakuwa mwingine ni mumewe. Jaden ndo hivyo kaondoka, yuko mbali na sisi. Kate pia yuko boarding. Amewakumbuka watoto wake na anajihisi yuko mpweke kweli. Mzee ikabidi akae amfariji pia mkewe Hani. Percaya deh. Amwamini Ini yang terbaik. Alichokifanya hiki ni bora kwa ajili ya Kate. Tetap di sini. Kwa sababu kama angekaa hapa Kate, si unaona tena Lama-lamanya kijana ambaye anaitwa Michael angeendelea kumpotoa tena na tena. Michael si kijana mzuri. Hani, nisikilize. Nisikilize vizuri kweli. Perusahaan kita itu kan amemfuatilia Michael Tuan Ateka kan. Na pia ameambiwa Nah, papa kenal dek kuwa si kijana sama rektornya. katika vijana wazuri. Si Mike. Hakika Michael ni kijana wa ovyo sana. Malah terancam DO. Sasa ndo maana alichokifanya amemhamisha mtoto na kumpeleka shule ya boarding ili akae mbali na Michael. Bisa merusak hidupnya sendiri. Hawakutaka maisha ya binti yao yaharibike. Sasa niamini maamuzi niliyofanya ni maamuzi sahihi. Okay? Basi sawa. Kumbe mzee alivyosema ipo kitu cha kufanya, ipo njia. Yeye ndo alitoa wazo la kumpeleka Kate boarding. Angalieni huko kadaka binti mpira. Sorry ya. Samani. Nindangnya salah-salah. Anga kumaanisha kukuchapa na mpira namna hiyo. Kaurejesha, ana hasira kweli. Toba. We, yani binti kama mtoto wa kiume. Inakuaje? Keren aja dia. Mimi nimemkubali. Jamaa anasema kampenda, anapenda mtoto wa kike alokaza, lakini Fiona akasikia wakati anasifiwa Kate. Kate hajafika mbali, anaambiwa Mrs. Andri anamtafuta aka Andari. Hakuna Kate mwingine, Kate ni wewe. Namna hiyo. Oh my. Barusan sema. Nakumbuka kwenye grade ya 11 katumwa, akili yake inamtuma ndivyo. Sasa ni mimi au sio mimi? Oh iya kamu. Ni wewe bwana, of course. Kamu Fadio. Kate ni wewe. Nenda huko. Anaitwa Kate. Jane alitaka kumsalimia Kate. Yuko zake na mpenzi wake. Ngoja tuone mpenzi mtazamaji itakuwaje katika episode hii baby. Papa mama udah enggak mau transferin uang saku aku. Sasa unajua tena wazazi wangu hawajanitumia pesa, hawanitumii tena pesa kwa sababu ya Mrs. Andari. Aku masih contekan buat anak sekelas. Wazazi wamechukia, wanasema wakinitumia pesa
kwa mujibu wa Mrs. Andari alivyomshtakia wazazi, yeye anatumia kuzigawa, kuzipendi, yana kuziharibu na kuwapa wanafunzi wengine. Lakini tatizo hilo lilikuwa la mwezi uliopita. Kwa sasa wasome, ni mwaka wa mwisho nyamaza bwana, nyamaza. Hey, Aku tuh pacaran sama. mimi ni mpenzi wako. Bukan untuk dinasihat. Sasa mambo ya kunipa nasaha, kunifundisha, hiyo kazi ni ya mama bwana, si kazi yako wewe. Dan kamu. Wao wazungumze mambo ya mahaba, niwe mapenzi moto moto, wakikaa wakitulia, vitu kama hivyo. Baby, Emang kamu tega? sasa lakini unajua bila pesa Kali. maisha ni magumu kweli. Dijajanin sama yang lain. Kuombaomba kila siku kwa wengine, wewe ni kama nakutia aibu au pia ni aibu kwangu. Jajan kamu kan banyak. Wewe wazazi wako wanakupatia pesa nyingi kweli. Sasa kama vipi angalau basi unipunguzie, unigeie kidogo. Jamaa anataka kutoka pesa kwa binti, anataka mpige kirungu, anajifanya ni mnyonge, anabembeleza. Basi sawa, nitakupatia. Usijali hapo je? Yeah. Hapo fresh. Namna hiyo. Binti kaidi atampatia pesa. Bye. Hana lolote. Alikuwa anahitaji kumpiga kirungu tu mtoto watu. Anahitaji pesa za watoto wa kike jamaa huyo. Anatuangusha mabaharia. Boo. Binti kaja anamwambia hivyo, hai. Anamchiti maskini. Ana demu huku na ana demu kule. Kenapa? Nanti. Lazima yupo hapa, lakini sasa inakuaje unaogopa kama Jane Iya. kila mtu gawa muda wake. Okay. Yaani wewe anajua kwa huyu ana mpenzi lakini bado anaganda hapo. Anataka kuwa spare tile. Basi sawa. Juga butuh waktu. Wewe pia nakuhitaji na muda wako na uhitaji, lakini pia muda mwingine anahitaji muda wa Fiona. Rema, angalia. Kaja kwa mara nyingine tena. Anaambiwa Rema angalie. Kaja kwa mara nyingine tena binti. Si mchezo. Fumanizi. Kafumaniwa. Jane. Kamu jangan salah paham. Asichukulie vibaya ile jambo. Jane, ngoja basi tuzungumze. Nisikilize basi kwanza angalau. Wewe mwache aende bwana. Hobi banget ya. Yaani wewe una taibu kuiba boyfriend wa mwenzako. Boyfriend nimeiba, mimi mwizi. Gue sih. Jiraumu wewe mwenyewe. Umeshindwa kumfanya Rema akakupenda. Kwa hiyo sasa ndo maana kakuchiti. Jane tafadhali usifanye hivyo bwana, nisikilize basi angalau kwanza. Tuzungumze bwana, okay? Rema mwache ondoke bwana huyo. Wanini kwanza unamgandaganda, mwachana naye. Hana lolote. Jamaa kawa mix mabinti, kawachanganya. Yupo kwa ajili ya maslahi. Mera puti. Kamu yang keluar sekolah tanpa. Sasa ulitaka kukimbia shuleni bila ya ruksa. Huyu pia mwingine kapanda juu ya ghorofa kule. Angeharibu system za shule na vitu vingine. Kule kuna ruksa ya kwenda, labda litokezee jambo la dharura au mtu aruhusiwe kwenda. Sasa inabidi wasafishe store. Adhabu hiyo. Mwalimu, store tena inakuaje jamani? Hii sio fair. Sio fair Sasa naongezea na toilet. Mkasafishe na vyoo. Mwalimu, sasa inakuaje mkizungumza tena naongeza adhabu. Sema mwalimu aseme ndio sema. Mlinzi anacheka kweli. Kuna mtu anasikiliza siri za watu. Kuna mtu ni chaumbea hapa. Anasikiliza siri za watu, anasikiliza maongezi ya watu wengine. Muuza bidhaa, muuza vitu. Anaweka meza yake kaisawa. Anahitaji kufanya biashara. Namna hiyo mpenzi mtazamaji. So, anjo mkoba huu unakupendeza kweli. Kipima joto kwa ajili yako. Namna hiyo. Na kupunguzia bei. Huyu kakasirika. Leo kavurugwa. Basi binti bado anawatangazia biashara watu wengine. Mfanya biashara anajituma kweli. Sijui ana asili ya uchagani huyu. Mpaka shuleni anapiga kazi. Hataki masiara kama 500 hivi. Okay, mimi nitachukua. Basi pesa leteni, sio maongezi. Anahitaji fedha, mambo ya fedha. Bakshishi mane fulusi dirham dinar. Namna hiyo. Sorry ya, itu stoknya habis. Subiri kwanza nifanye hesabu za pesa. Angalia vipi umemaliza? Kumbe ni wewe. Kila kitu tayari, vitu vyote vinsoza. Namna hiyo. Sasa je, leo pesa ni nyingi sana. Amesikia wamepewa adhabu na Mrs. Andari. Kusafisha vyoo pamoja na store. Liam pamoja na Kate, wote wawili. Habari anapewa Fiona. Kumbuka Fiona anahisi labda Liam ndio hivyo ameanza kuvutiwa na yeye. Karma tu. Sasa itakuwaje? Hakika binti anaandamwa na kile ambacho labda wenda huko alipotoka alikifanya. Wanasema karma, yani hawa waliokaa hapa. Unachokifanya ndicho hicho kitakuja kukuta baadaye. Wanahisi alipotoka binti labda alikuwa ni kivuruge, lakini yule kule anamtetea.
Meja lo. Kaondoka. Sasa inakuwaje jamani? Hii Lex. Tunggu. Subiri kwanza. Hai, imekuwaje mabracelet mkononi? Emang punya gue. Ya kwangu hii. Gue baru beli. Amenunua kwa Alexa. Alexandra kama kazi ni nzuri, si unaiona? Anauza bidhaa shuleni. Ngoja tuone itakuwaje. Alexandra. Wakati huo Gue tuh selalu usafi unaendelea. sial banget gue. Hakika bahati yangu bwana. Wanasema ni kama vile hatima ya mtu. Jangan lah emang Nje pamoja, darasani pamoja, kufanya usafi pamoja. betul. Yaani wanakutana katika situation mbaya kweli kweli. Top juga muncul. Gorofani pia chanzo ni wewe, unajua. Asingegea kwenye adhabu. Au umependa bendi yangu? Au una maarufu wote, bendi yako nimejua wapi? Unajijua wewe mwenyewe tu. Gue Ni bora hivyo. Sitaki karibu na wewe pia. Mimi mwenyewe pia sihitaji shobo na wewe. ber Sasa mimi acha nisafishe hapa, kasafishe vyoo. Gue mau. Wewe kasafishe vyoo, mimi acha nisafishe hapa. Gue Wanabishana. Kila mmoja hataki kwenda kusafisha toilet. Inakaje mpenzi mtazamaji? jangan dekat-dekat di situ. Ada tikusnya. Lo kira gue takut sama tikus? Anamwambia aogopi. Kwenye sehemu kama hizi kuna mapanya, wanarukaruka, mamende kama yote. Toba binti Kaganda. Maksud gue ada lem tikusnya. Nimekwambia kuna mitego pia ya panya. Kwa hiyo sasa binti Hey Liam. kaingia kwenye mtego. Hai Liam, Disuruh beresin gudang ya? unasafisha kwenye store. Mana kalau misalnya kita Amekuja anaitwa Fiona. Labda lengo lake anataka amsaidie. Kumbuka anahisi Liam aliyemfuata kumshobokea kakataa shobo. Nah, Fiona, lo mau beresin gudang juga kan? si unataka kufanya usafi? Haya, kamata. Make yourself useful. Namna hiyo. Hatari kweli kweli. Rubbish talk. Bwana mpenzi mtazamaji, episode ya 7 inafuata. Weka kwa kutulia. Tunarudi na hizi ni dara za Mr. Mbega Production. Another day, bad boys vs crazy girls. Ni namna hiyo. Setelah beberapa lama ku mulai menyadari